bila kujali. Na ile barua mliotuma FIFA kuhusu Yanga kuchangia sisi. Yes, tuliandika. Walijibu na watu wa Yanga wanajua what happened. Walijibu waliambiwaje FIFA? I don't know waliwajibu nini, sisi tulilalamika. Tuliletea majibu kwamba wanashughulikia. Okay. Ni kitu ambacho hata juzi tumesema kwamba hawa jamaa wanatangaza kwamba kuna magaidi na wanahalika watu. Hizi barua tutaziandika, sio kwamba hatuandiki. Mtawaandikia. Yes, tunaandikia FIFA, tunaandikia CAF kwamba hebu angalieni upya mtazamo wenu na mambo mnayoleta hapa, kwa sababu hao watu wanasema kuna magaidi hapa. Kwamba AFCON isifanyiki. Sasa wao wataamua. Lakini ni kwamba wanaweza kufanya AFCON kwenye ugaidi. Wala hiyo sio kosa. Yeah. Ni kweli tu kama serikali inatangaza kuna magaidi 64. Nchi zenye ugaidi unaweza kupeleka mpira ya Asia kule Afghanistan. So watu hawaingie uwanjani, wataona kwamba mtu anaweza kuingia na bomu humo akajilipua na sisi. Kwa hiyo lazima watu wajue implication ya vitu wanavyokuwa wanafanya nini? Wanavifanya. Zamani watu wanapuzia. Yaani unakuta mtu kosa linafanyika kwa sababu tu ya hofu, mtu anasema nikisema hiki watu watanionaje. Uongozi wetu sio watu watatuonaje. Ukweli ni nini? Hii ni rangi nyeusi. Tutasema ni nyeupe. Tutasema ni nyeusi hivyo hivyo. Wanaosema ni nyeupe wajue sio zama hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Chadema inajulikana kuwa na msimamo mkali. Unadhani msimamo huu unasaidia kujenga chama au inaenda kufanya kuwatenga na wananchi ambao wamekuwa wakipenda amani na utulivu? Kwanza sisi ndo tunataka amani na utulivu. Yani amani na utulivu haiwezi kujengwa kwa basis ya uongo. Yani hiyo ni temporary amani. Yani ni amani ambayo ni very temporary. Ni kama mtu anakudanganya kwamba kuna amani wakati hakuna haki. Ime trend picha ya kijana mmoja ambaye alikama